tunachotakiwa tukifanye sisi, hatutakiwi kiwe nje ya maandiko yaliyoandikwa. Chochote ukifanya, yani wewe unataka kujifanya ndio maandiko, ni kosa. Biblia inasema tusipite yale yaliyoandikwa. Yaliyoandikwa ndio yameandikwa yatufundishe sisi. Sasa tafuta mahali pameandikwa Krismasi ili sisi tuifuate. Hakuna. Tafuta mahali Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Utaona. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hautaona na kama halipo, haya yametoka wapi? Ni wale walimu wa uongo, wale manabii wa uongo waliokuwa wakati ule, na kama kwenu walimu wa uongo watakao ingiza kwa uelevu uzushi wa kupoteza. Ndio maana tunapingana. Wao wakisema tunaambia leta andiko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waisraeli waliambiwa hivi, na sisi Bwana Yesu alituambia. Sasa kweli kuonyesha Waisraeli walipoambiwa. Nenda kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Fungua Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Hata ukutana na watu waambie. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Mstari wa 9 tunaanzia. Kumbukumbu la Torati 18. Angalia unasema hivi. Mstari wa 9, kama kuna mtu amepata kusoma asome. Asome kusoma hapo mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 9. Utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Umesikia hilo neno? Asionekane kwako mtu apitishaye mwanae au binti yake kati ya moto. Wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu arogaye kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu aombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Umeona hayo maneno? Amen. Umeona hayo maneno? Bado. Amesema mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Anasema uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako. Maana yake kwamba uendelee kushika hayo aliyokuambia, sawa? 14. Maana mataifa haya utakao wamiliki uwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama bao. Bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kuyatenda hayo. Umeona?